hali yake huyu mwanamke ilizidi kuwa mbaya. Aliposikia habari za Yesu, alipita katika mkutano kwa nyuma, akaligusa vazi la Yesu. Maana alisema, nikiyagusa mavazi yake nitapona. Chemchemi yake ikakauka. Akafahamu kabisa kuna namna ya mazingira yalikuwa yanahisi sasa yamepotea. Yaani amepona msiba ule kabisa. Amenigusa mavazi yangu. Wanafunzi wake Yesu wakamwambia, hauoni vile ambavyo Yesu tunasoma hata sisi? Hauoni Yesu anasema kwamba nani aliyekugusa? Zote akatazama pande zote. Yesu yuko bize anaangalia nani amemgusa. Kuna mtu gani hapa katikati ya maelfu ya watu ama amefungua password ambayo si mwanadamu wa damu na nyama anaweza kufungua password hii? Yule mwanamke alipokuja akitetemeka, akaanguka mbele yake, akamweleza mbele za watu, hakuona aibu. Yule mwanamke akamweleza kweli. Mwanamke huyu alikuwa mnyenyekevu. Kanisa tuseme alikuwa mnyenyekevu. Watu wengine ambao wakati mwingine wanapopokea muujiza huwa wanasahau. Tukipokea muujiza tunasahau aliyetupa muujiza. Kuna wengi ambao walipata mke au walipata mume baada ya kuingia kwenye ndoa wakasahau. Mwanamke hakusahau. Alipenda jibu la Yesu nzuri. Anasema imani yako imefanyaje? Imekuponya. Yesu alikuwa anamtafuta mwanamke kumthibitishia kwamba mimi huwa naponya kwa njia ya imani. Ninachokupa amani. Uwe mzima. Usiwe na msiba wako tena. Mwambie jirani, imani hiyo ndiyo itakayokuponya. Iongeze tu. Kwa njia ya maombi iongeze. Kwa njia ya neno iongeze. Kwa njia ya kumtumikia Mungu iongeze. Kwa njia ya kufunga iongeze. Kwa njia ya kutoa sadaka iongeze. Kwa njia ya kutoa fungu la 10 iongeze. Maana ni hiyo ndiyo itakayo kuponya. Ni hiyo ndiyo itakayo kufungua. Ni hiyo ndiyo itakayo somesha watoto wako. Ni hiyo ndiyo itakayoponya msiba wako. Akamwambia, binti, imani yako imekuponya. Imani yako binti yangu imekuponya. Enenda zako na amani. Na si jambo rahisi kwa mwanamke yeyote akavumilia ile hali kwa miaka 12. Watu wengi wanakataga tamaa, inafika mahali wanajinyonga, inafika mahali wanakunywa sumu, inafika mahali amevuka tu mwezi wa kwanza kwenye ile tatizo, anaona dunia yote imemwacha, anaona watu wote sio ndugu zake wamtenda kwa sababu ya tatizo alilovuka nalo miaka 2. Lakini kumbe kwenye Biblia kuna mwanamke ambaye alikuwa na msiba mzito. Uvumilivu ni jambo la msingi kuliko jambo lolote. Mungu anaanza na watu wavumilivu. Jaribu kuanza kama yule mwanamke angekata tamaa, akasema sasa mali nimemaliza, sasa vitu vyangu vimeisha, huyo Yesu anawezaje kuniponya? Maana wadaktari nimeshakutana nao wengi, matabibu pia nasema matabibu wengi walikuja kumwangalia na wakashindwa kumsaidia. Kama jambo halijakuwa linakuandaa kuwa mtumishi wa Mungu, linakuandaa kuwa mtu wa ushuhuda, linakuandaa kuwa mhubiri mkubwa, linakuandaa. Kama jambo halitakuwa linakuandalia ushuhuda. Nani angejua kama huyu mwanamke angeponywa ugonjwa ule msumbua miaka 12 kwa siku moja, tena kwa dakika moja? Hebu sema uvumilivu. Nataka niongee na mtu aliyeokoka. Inawezekana umeokoka vizuri, unatoa sadaka vizuri, unawaona wagonjwa vizuri, lakini yako mambo bado yamekung'ang'ania. Mungu amenituma kama mjumbe wa Bwana. Jambo hilo halitakuua mpaka yote yatimie. Jambo hilo halitakufedhesha mpaka yote yatimie. Acha watu wakuseme, acha watu waseme vibaya, lakini wewe sema mimi nina Yesu. Mtaji wangu ni Yesu. Ninarudi kwa yule mwanamke
za Yesu. Hata kama walisema tumtenge huyo ananuka, tumtenge huyo ni mtu wa ajabu, lakini yule mwanamke akasema hata kama mmenitenga, mimi nitaenda kwa Yesu. Sioni Biblia kama inaniambia alichukua dada yake. Sioni Biblia inaniambia kama alichukua nani. Anasema huu muujiza ni wa kwangu. Mambo ya muujiza mpendwa ni ya kwako wewe. Yaani kama umejua kwamba hapa mwisho nikapokea muujiza wangu, njoo mwenyewe, acha kusukumwa. Usisukumwe na mchungaji, usisukumwe na mzee wa kanisa, usisukumwe na katibu, usisukumwe na mwalimu. Njoo mwenyewe, maana umejua kuna muujiza hapa. Kuna muujiza hapa. Kuna muujiza hapa. Siku ya kwanza utauona, siku ya pili utauona, lakini iko siku ya mwanamke aliyetokwa na damu. Siku hiyo maelfu yote hawakupokeana muujiza siku hiyo, lakini mwanamke alipokea muujiza. Petro akasema, wewe Bwana mkubwa, mbona kuna maelfu ya wengi wanakugusa hapa? Siku hiyo ilikuwa sio siku ya maelfu, ilikuwa ni siku ya mwanamke aliyetokwa damu miaka 12. Haya ni kuanza vibaya, lakini mwisho wako wewe ni mwisho wa tumaini. Wewe ni mwisho wa furaha, wewe ni mwisho wa amani, wewe ni mwisho wa kicheko. Mimi kila siku namlilia Mungu, namwambia Bwana, leo ninahubiri injili kijana mdogo, lakini natamani nitakapokuwa kama mzee wangu mzee Komba, basi niwe mhubiri mkubwa wa kimataifa. Wazungu wanijue, wafalme wanijue, yani katika mzee wangu ninatembea na unajua ukizeeka na sauti wewe inabadilika. Kwa hiyo unakuwa amani ya Mungu iwe na wewe. Mungu anakuponya leo. Watu wanaendelea kupona. Mimi nataka nikwambie nikawe kwako kwa jina la Yesu Kristo. Mwisho wako kwa mzuri. Mwanamke alipotea miaka 12, lakini siku moja tu ikabadilisha ushuhuda. Mwisho mwanamke huyo alikuwa mzuri sana, sababu ni uvumilivu wake. Nasema kuwa mvumilivu mwana mwisho. Kuwa mvumilivu. Kuwa mvumilivu. Mtumishi wa Mungu, kuwa mvumilivu. Kuwa mvumilivu mchungaji. Kuwa mvumilivu watumishi wa Bwana. Ukiwa mvumilivu, Mungu anakuona. Mungu sio muhaini. Mungu sio adui wa wanadamu. Mungu ni rafiki yetu. Mungu anatupenda. Mungu anatuwazia mema. Mungu ni mwaminifu. Yeye niko ambaye niko. Aliwatoa wana wa Israeli kwenye nyumba ya utumwa katika pango la wanyang'anyi, akawaleta Kanaani. Kama Yesu aliwasaidia Waebrania, atakusaidia na wewe. Kwa hiyo usiogope, endelea kuchungulia mwisho wako, endelea kuchungulia mzee wako, kwamba mzee wangu Mungu wa ushuhuda, mzee wangu Mungu wa amani, mzee wangu uwe wa uzuri katika Kristo. Jambo la pili, mwanamke huyo ananifundisha ujasiri ni jambo la muhimu katika maisha. Ujasiri ilikuwa ni jambo la aibu. Ni nani unaweza kumwambia? Ni nani unaweza kumwambia kwamba mimi unavyoniona hivi, mpendwa, usinione hivi, na tatizo? Tatizo la mwanamke huyu linatufundisha kwamba yako matatizo hatuwezi kuwaambia wanadamu wenzetu. Yako matatizo hatuwezi kuwaambia watu wenye akili za kibinadamu. Mwanamke huyu akaumba ujasiri. Kusema ujasiri. Andika. Muujiza huwa hauji kwa mtu mwenye mashaka. Mambo yote ya kiimani yanatokana na ujasiri. Mpendwa katika Bwana, kuna msiba unao, kuna tatizo unalo, kuna kitu hakiko sawa, kuna kitu kinakutesa. Mwingine ni mwaka wa pili, mwingine ni mwaka wa 3, mwingine ni mwaka wa 4. Hauna amani na hicho kitu, kinakusumbua, kinakutesa. Mpendwa, nataka nikwambie usiogope. Nasema usiogope. Mpe Yesu haja ya moyo wako. Biblia yangu inaniambia